Maswali 5 muhimu ya kujiuliza ili upate utajiri unaotaka. Swali la kwanza, kwa nini unataka kuwa tajiri? Hili ndilo swali muhimu na la kwanza la kuweza kujiuliza. Kama hauna sababu ya nguvu, hakika ndugu mpendwa, utakata tamaa, utaishia njiani. Watu wengi wanasema wanataka utajiri, wanataka mafanikio makubwa, wanataka kuwa mabilionea, lakini hawajui kwa nini wanataka. Je, kwako ni ili uweze kuwa na uhuru wa kifedha, au kusaidia familia, wajane, yatima, kuishi maisha bora, au ni kutaka kuonekana mbele za watu tu umefanikiwa? Sababu yako ndiyo itakayokupa nguvu ya kuendelea mbele, kusonga mbele hata mambo yanapokuwa magumu. Kwa kweli, sababu yako ndiyo itakayokupatia nguvu ya kusimama pale utakapoanguka mara 7 na kuweza kuinuka. Sababu yako ndiyo itakayokupatia nguvu ya kuweza kufanya mambo hata kama hujisikii kufanya, lakini kwa sababu unataka ule utajiri. Kwa hiyo jifunze, andika sababu zako za wazi. Hakikisha ni sababu ya kweli, sio ya kuiga watu wengine. Jiulize, hii sababu inanigusa kwa kiwango gani? Yaani kuwa na sababu ambayo itakayojituma uweze kujitoa, uwajibiki kwa ajili ya kufikia ule utajiri unaoutaka. Swali la pili la kujiuliza, kwa kiasi gani unataka kuwa tajiri? Hakika kutaka tu kuwa tajiri haitoshi, lazima ujue kiwango chako. Bila kuwa na kiwango huna mwelekeo. Jiulize, unataka faida kiasi gani kwa mwezi? Unataka kuwa na mali gani? Yaani unataka kuwa na mali gani? Nyumba, biashara au uwekezaji? Unataka maisha ya aina gani? Ni lazima uweze kujiuliza hilo swali. Kwa mfano, kusema nataka pesa nyingi ni tofauti na kusema nataka kuwa na faida ya $1,000,000, yaani $1,000 kila mwezi. Hapo unakuwa na lengo linaloeleweka na kula kupimika. Swali la tatu la kujiuliza, ni lini unataka kuwa tajiri? Muda ni muhimu sana. Ndoto isiyo na muda ni ndoto tu, sio mpango. Watu wengi wanahairisha maisha. Ninaposema kuhairisha, hapo ni ile hali ya kusema nitaanza kesho au nitaanza baadaye, siku moja nitafanikiwa. Lakini ukweli ni huu, bila kuweka muda maalum hutachukua hatua kwa haraka. Jiwekee muda, ndani ya miezi 6 au ndani ya mwaka moja au ndani ya miaka 3 au 5 au 10. Yani kuwa na muda wa kusema huu utajiri na utaka wakati fulani, ndani ya mwaka moja au ndani ya miaka 5 au ndani ya miaka 20, ili uweze kukusaidia. Ukijua muda unaotaka ule utajiri, utakupatia kuwa mtu mwenye kufanya vitu kwa haraka na kwa upesi, bila kusema utaanza kesho. Lakini utakapojua muda wako maalum wa kupata utajiri, hakika utajituma, utaamka mapema, utafanya vile vitu ambavyo haungepaswa kuvifanya kila wakati kama hungejitilia muda. Kwa hiyo muda ni muhimu sana. Muda unakufanya uwe na haraka ya kuchukua hatua mara moja. Swali la 4 la kujiuliza, utafanya nini kupata ule utajiri? Hapa ndipo wengi wanaishia kushindwa. Ndoto bila hatua ni sifuri. Unahitaji mpango. Utafanya kazi gani au biashara gani? Utajifunza ujuzi gani? Utaanzaje hata kama hauna mtaji mkubwa, yani kama hauna hata kapitali ndefu? Kwa mfano, kujifunza ujuzi kuhusiana na biashara au kuanzisha kitu kidogo unachoweza kumudu, kuongeza vyanzo vya kipato. Usisubiri ukamilifu, anza na kidogo ulicho nacho. Swali la 5 la kuweza kujiuliza na muhimu zaidi, niko tayari kuacha nini ili niwe tajiri? Hili ndilo swali ambalo watu wengi hawataki kujiuliza. Kila mafanikio yana gharama yake. Ili ufanikiwe unaweza kulazimika kuacha baadhi ya marafiki wanaokupotezea muda, tabia za starehe zisizo na faida, uvivu na uzembe, matumizi mabaya ya pesa zako yasiyo na lazima. Ukweli ni huu, hauwezi kubaki na maisha ya zamani halafu utegemee matokeo mapya. Mwishoni kabisa, ukijijibu maswali haya kwa uaminifu, hakika bila shaka utapata mwelekeo sahihi. Utajua unataka nini hasa, utaanza kuchukua hatua sahihi. Utajiri hauanzi
kwenye pesa, unaanzia kwenye ufahamu na maamuzi sahihi. Asante kwa kunisikiliza mwanzo hadi mwisho. Kumbuka, yote yawezekana kwake yeye aamini.